moja wa Kasongo. Hao nane wote tulikuwa tunasaidia. So we want political parties mingi. Kila mtu ajaribu. Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Niko na watu wengine. Saturday nilifanya mkutano 3 Nyanyuki, Chaka na Rumoro. Sunday nilifanya mkutano 7 Nyandarua. Kesho niko na watu hapa na wengine. Friday niko Kiambu town. Saturday niko Kajiado. Sunday niko Kiambaa. Monday niko Narok. Si mimi natia bidii. So DCP imekuwa na umaarufu because party leader Rigathi Gachagua na jeshi yake, they are working hard. Si ndio? Chama lazima uuze na sera. Lazima uzunguke. So mimi naambia my brothers, please, nimeshukuru sana mmekuja. Kivuti sijakuwa nimekuona. Welcome. Munya nimeona umekuja. Kuja. Hii safari ya kufukuza Kasongo hapana rais. Kutoa rais kwa ofisi ni kazi. So come we work together. Na muuze chama. Muuze chama. Sasa mtaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalao bado fika. Sasa mkapata kula 28. Unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. I want to clarify today that DCP and Rigathi Gachagua welcome all political parties. They come. We compete fairly. The only thing hatutaki mashindano ni kitimo ya rais peke yake. Hiyo tunataka tuelewane zote. And since Munya anasema 1 term, Muturi anasema 1 term, huyu Kivuti anasema 1 term. Iko vita wapi? There's no problem. They are all saying the same thing. The only difference is the level of activity. Sisi tuko na bidii. And you know, there is no shortcut to hard work. There is no replacement for effort. So my brothers, please come. Tusukume. Tukusikie mkutano huko, pande hii ufanye, pande hii sanya watu. Mimi nasimamisha mtu kila pahali. Ile kiti tutaelewana ni ya president peke yake. Na mimi nataka nipewe. Nisipopewa tupewe mwingine. Si ndio? Lakini ya governor Embu niko na mtu. Meru niko na mtu. So how those 2 governors labda ndio wanalia. That one I cannot help them. Hiyo watajitetea kwa raia. But I am saying we have nothing against other political parties, especially hapa Mlimani. Na ujue mimi ninapenda chama zingine. Bere North, at the request of Justin Muturi and Lene Kivuti, I stepped down a very popular candidate wa DCP, anaitwa Mbui. Na wa members wa DCP wakaniletea shida sana. Lakini nikasema kwa sababu Justin Muturi amejitolea sana kwa ukombozi wa Kenya. He has been very active. He has been with us in every meeting. I said, let us step down the candidate as per his request. On top of that, mimi mwenyewe nikaenda mbele for 10 days. Na jeshi langu. Na tukasukuma hiyo mpaka tukashida. Tukaibiwa tukiangalia na macho. Ndio tukajipanga Olokala. Mbele tuliibiwa kama tunaangalia. Mimi nilienda hapo for 10 days. Na jeshi langu to support a candidate wa DP, not DCP. Which demonstrates that I am comfortable with other political parties in this mountain. Because I not only stepped down my candidate, but went to actively campaign kwa candidate wa DP. In fact, nilikaa kwa nyumba ya Muturi. Akanipatia pahali ya kulala, na kitanda, na maji, na sabuni. Sasa kama unalala kwa party leader wa chama ingine, unaweza kuwa na shida na hiyo chama? I am comfortable. And Muturi has been wonderful. If there is one man who have walked this journey with us, tulikuwa naye kwa serikali, tukafukuzwa na Ruto kwa kusimama na ukweli. Na tunaheshimiana sana. Na tumekuwa naye all over Kenya, tukipanga vile Kasongo ataenda nyumbani. But the other 2 brothers niliwaona juzi kwa Azimio, nimeona jana kwa press conference. Mimi naomba hawa, we are also missing you in action. Bwana Kivuti huko na mali, kuja ujiunge na sisi. Tufanye hii kazi ya kufukuza Kasongo. Peter Munya, come, we work together. And also build your parties. Please don't embarrass your parties. Usiweke candidate where you have not prepared.
Because pale wale Murwadikili waliweka wakapata kura 70. Hapo Olkalau 28. Sasa wanaanza kulia, oh DCP na tunyanyasa. Sasa CDP tunauza kila siku. We want all parties to be strong. Our sister mother, wonderful iron lady, we respect her. Na kwa hii kazi amejitolea na tunamheshimu na chama yake. And we encourage all these parties. Ijiuze. Lakini that does not mean ati sisi tuache kuuza yetu tuangoje. Si sasa kila mtu auza yake. Mimi niuza chama gani? Mimi nitauza chama kingine kweli? Kila mtu nauza chama yake. And there is no problem. In fact, I'll talk to Muturi. Alike vyama zote ile iko hapa Mlimani wale tunasema one term. Tuongee tukubaliane how do we work? Kwa sababu sana mambo ya kuchunga kura. We need as many agents as practically possible. Mambo ya voter turnout ya kufukuza kasongo. When we have many candidates from many political parties within a mountain, itafanya kazi yetu ikuwe rahisi. Kwa hivyo mimi am for many parties na sina shida, lakini lazima niuze yangu. Hata hawa kama wanasema mimi nasema DCP ndio chama ya maarufu Mlimani, hakuna mtu nimezuia. Hata yeye asimame aseme chama ya PNU ndio yenye kusema katika mli. Si wewe useme tu. Si nilikuwa Meru siku 5. Si nimeondoka. Si na wewe unifuate. Kila mtu auze chama yake. Msikuwe watu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Na unajua mimi nimeambia hawa kila mtu walitaka tushinde mikutano Nairobi. Our co-principals. I said no, I'm against that. Kila mtu aende pahali ako na umaarufu. Amobilize watu yake. Mimi nifanye. Kalonzo afanye. Matiang'i afanye. Martha afanye. Wamalwa afanye. Sifuna afanye. Tukimobilize watu wote si basi tuketi. Na hakuna haraka. I want to tell the people of Kenya, there is no hurry to arrive at a single presidential candidate. We have time. First things first. How do you choose a candidate before you consolidate? We also need to sit down to kiambua ni nani. We look at the level of consolidation because that will be a factor. What have you consolidated? What are the numbers? Then tuongee for the comfort of the people of Kenya, because I can see the people are concerned about the naming of a single presidential candidate. In 2002, Mwai Kibaki was named as the flag bearer of the opposition on 14th of October 2002, when the elections were 27th of December the same year. 2 months, 13 days apart. 73 days apart. Sisi tuko na zaidi ya mwaka moja. There's no hurry. Mimi am consulting na mumekuja hapa kuconsult na mimi. Mimi naendelea kuuza chama. I'll be going to Kajiado, I'll be going to Narok, niko Nairobi, niko kila pahali. Then once we kila mtu akiwa comfortable, then we sit. I am not yet comfortable. I have not finalized consolidation of what I think I can consolidate. Once I do, then I'll say mimi niko tayari. Whoever else has consolidated, we sit and talk. Whoever else has consolidated, we sit and talk. So sisi mambo ya coalition for now, no. We are on consolidation. Political mobilization and consolidation is the first step towards attaining government. You cannot be a president before you first consolidate your vote. So sisi kama DCP, our priority for now is consultations to agree on the way forward and consolidation. Once tumemaliza consolidation, tuongee. I told my cousin Kalonzo Musyoka, consolidate. We talk. I was with Sifuna the other day, nikamwambia young man, naona unajaribu kwenda consolidate, tuongee. I was with Babu Owino, namwambia kwenda consolidate, tuongee. So how do we talk with the people who have not consolidated anything? Sasa wewe kama unakuja peke yako kwa mkutano na hii ni siasa ya kutafuta urais, utaongea na nani? Wewe uko peke yako unatembea kama miti. You are alone. Ati you order masungumuzo ati wa hoteli. How do you talk to somebody ana watu? Sisi nakwambia wewe enda sanya watu. Then tukuje kwa meza tuanze kuketi. But mimi I want to encourage all political parties. And I'll ask Justin Muturi, convene all of us. Vyama vya hapa Mlimani.
Kwanza tuongee mambo ya protection of the vote. Because hii Kasongo alituibia Mbere, alituibia Malava, alituibia pahali ingine. Lazima tuchunge kura yetu. Na nimeona huyo kijana ya Ruto akisema ati tusichunge kura. Sasa mimi nauliza kura ni yake? Sasa hapa kwangu nikitaka kuweka watchman, kuna mtu anaweza kuniuliza? Ati kwa sababu iko police station iko Kiamariga, ati mko mnasema wewe utalindwa na serikali usiweke watchman kwako. Hau. Hizi kura ni zetu. Mtu akiamua kulinda shamba yake, unaweza muuliza swali? Sisi tukipiga kura tuamue kulinda, iko makosa? And I must say the present Ministry of Interior, as currently constituted, cannot be trusted to protect our votes. So we must protect them. Because walituibia Mbere tukiona, na ni polisi walituibia. Malava ilibiwa na polisi. How can you entrust Haina with your goats? Yeah? Ati chui ati mwambia kuchukie buzi zako. Si itakuliwa? We cannot trust the Ministry of Interior to protect our votes. And that matter is even over. We have already given political direction. Kura itapigwa na ilindwe. Hiyo maneno imeisha. Sasa wanabweka huko, msilinde, hiyo ni kuongea unaongea. The matter is already decided na arrangements inaendelea. Vijana watajipanga kulichunga kura kwa sababu itakuwa namna hiyo. Mimi niseme nikimalizia kwa sababu nataka tuongee mambo ya nyumbani. Hii maneno ya goonism. Rais alisema imeisha. Minister akasema imeisha. Weekend kulikuwa na bash hapo Gong Road. Goons wanangoja. Na wameongea na polisi, nyinyi tuko kazini. Keep off. Watu wakitoka bash wananyolewa saa, simu na pesa. 2 hours. Police have kept away because police and goons work together. Goons naambia polisi tuko pale kazi, tutakuja kugawa pesa 50-50. That is what is happening. Goons are working, police keep off, they rob money from the people of Kenya, they share with the police. Police and goons are the same. And that is the problem we're having in this country. Na ndio nisema hata watalii wakuwe careful, investors wakuwe careful. Kama watu wanaibiwa 2 hours pale, 2 hours. Polisi wako pale Kilimani, wengine wako hapo Karen, wengine wako hapo Reruta. But wameona na goons, wameambiwa tuko kazi for 2 hours. Sisi tutatuma message, tukimaliza mkibia haraka mjifanye mmekuja kuchunguza. Alafu wanakutana wanagawa pesa. That is what is happening. And there is also a lot of cover up. There is a lot of cover up. Kama hii mauaji imefanyika juzi, hebu nipatie simu yangu. Iko polisi wamenitafuta pale Kikuyu police station. Unajua hii watu wanakasirika, mimi niko na information. Sasa watu ya serikali unajua wamefika pahali wame give up. So because wanapenda nchi hii, wanatueleza what is happening. Kuna wakili my neighbor aliwawa, naitwa Chalo Bovu. Tunaishi na yeye hapo Karen. Aliwawa hapo. Na mpaka wa leo wale huwa hawajapatikana, bado wa professionals. Tumekuja kujua ni polisi. Sasa police officers pale Kikuyu police station wameniambia there are 2 police officers hapo ndio waliwa huyo wakili anaitwa Chalo Mbovu kwa sababu ya mambo ya shamba. Juzi wameua mama anaitwa Dr. Victoria Mutiso over the same issue. Those 2 police officers ni jamii ya Ruto na Murkomen. Siku tulikuwa attacked na Kalonzo na Matiang'i. Hawa 2 police officers wa Kikuyu police station ndio walikuwa wamelipwa waue mimi na Matiang'i na Kalonzo hapo Kikuyu police station. Ndio waliua huyo wakili, ndio wameua huyu Dr. Victoria Mutiso. Sasa huyu DCI anaitwa Mohamed Amin, he is covering up. So hao polisi wameniambia, hata majina niko nayo. Mwambie bwana DCI Amin, why are you protecting these 2 police officers? Ni kwa sababu ni jamii ya Ruto. And that is what is happening. Na hakuna mtu polisi wanasema hao ndio waliwaua. Na wanajulikana. Why are you protecting these 2 police officers? Na wanajulikana by name and we have their names. And that is what is happening in this country. Ya kwamba the police service has been ethnicized. Umeona Nairobi, ma-OCS karibu wote
OC crime yote, OCPD yote ni jamii ya Ruto. Na ndio wanatumika pale, wanafanya kazi na goons. The police officers are very demoralized. Wanasema simtoe hii mtu. Juzi Kagushi ameshikwa. Watu wameenda kumchukua DCI, ni jamii ya Ruto. Wale wambeba kwa gari. Kufika yule ameinterrogate the first office, ni jamii ya Ruto. Ya pili, ya tatu. Police station amepelekwa, yakamkoji OCS, ni jamii ya Ruto. Hao jamii ya Ruto ndio wanahangaisha watu in the National Police Service. Sasa unashindwa mpaka sasa mambo watu wameanza. Ukiangalia pale Kikuyu, siku ya Gen Z kulisemekana kumeibiwa AK-47 rifles. Bwana DCI ulisema you are investigating. Hizo bunduki ziliibiwa kwa polisi. It is 1 year. Have they ever been recovered? How far did you go with investigations? Because from my experience in the security sector, bunduki askari ikiimbiwa, kazi yote nasimama mpaka ikuwe recovered. How come for 2 years they have not been recovered? Because hizo bunduki zilichukuliwa, alafu zimepatiwa goons. It's not that the bunduki ziliibiwa, zilichukuliwa, ndio zinapatiwa goons wale wanafanya kazi na polisi. Because ukikumbuka wakati Kinoti alikuwa anaitwa GK Kinoti, alikuwa PPO Nairobi in the 90s. Bunduki bili ikaimbiwa. Police turned up that town upside down mpaka zikapatikana. How come bunduki AK-47 assault rifles ziliibiwa and police never did an operation to recover them? It is because they were not stolen. Zilichukuliwa from the armory, ndizo zikapatiwa goons, ndio wanatumia kuhangaisha wananchi. And those are the problems that we are having as a country, where the security sector has been compromised and Kenyans are no longer safe. And that is where we have a problem. So nimeona juzi wakisema Rigiji aseme anapatiwa information na watu ya serikali. Sasa hii inapatiwa na nani? Si ndio wananipatia because they don't like what is happening. Hawapendi hata hawa because they are Kenyans. The police are complaining that they are being forced to work with goons and they don't like it. Hata huyu IG wa hapa anaitwa Kaja, nimemwambia why don't you just resign, because you are just a flower girl. Mukome na the PS have taken over the service, wameweka goons. Mnasema hakuna goons, inaendelea kuhangaisha Wakenya. Sasa huyu mama ameuawa, Dr. Victoria ameuawa na polisi. I mean you are covering up. Why are you covering up? Where you are covering up? Hata ile watu walitupika pale Wetima, they are police officers. Ukachunguza, you have covered. All these things next year tutaifufua na watu wataenda kotini, because ni muhimu tuseme. Kwa hivyo watu wetu wa Murang'a, nimeshukuru kwa kufika. Sasa nataka nisikize mambo yenu. Emilio, nao unaweza